hatotumia Muislamu yoyote fursa hizi tano isipokuwa atakuwa amefaulu katika akhira yake, yani yeye itakuwa ni material ya peponi. Fursa gani? Sikiliza kwa makini mpaka mwisho na hakikisha unawasambazia waislamu wenzako kama sadaqatul jariya, na unafollow kurasa huu kwa mafunzo zaidi. Ar-Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal ightanim khamsan qabla khamsin, kasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumia fursa hizi tano kabla haya mambo matano kukutokezea. Fursa gani? Ya kwanza, shababaka kabla haramik, yani ujana wako. Tumia ujana wako vizuri kutafuta kufanyia mambo ya khairi, kuitafuta akhera kabla ya uzee wako hauja kuingia. Fursa ya pili, wasihataka kabla saqamik, tumia afya yako ikiwa njema, itumie vizuri kuitafuta akhera kabla haujadhoofika na kuanza kuugua. Fursa ya tatu, wa ghinaka kabla faqrik, tumia mali zako, utajiri wako katika kuitafuta pepo ya Allah akhira kabla ufukara hauja kuingilia. Fursa ya nne, wa faraghaka kabla shughlik, tumia muda wako wa faragha vizuri. Muda wa faragha ni ule muda ambao kwamba huwa unajitengea, uko free, utaki fujo na watu wengine, umetulia, ni wewe peke yako. Huo muda utumie vizuri kabla hujaanza kushughulika, huja kuwa na shughuli. Wa faraghaka kabla shughlik. Fursa ya tano na ya mwisho, wa hayataka kabla mautik, na uhai wako kabla ya kifo chako. Yani tumia huu muda ambao kwamba Allah ametujalia mimi na wewe katika uhai wetu, tuutumie vizuri katika mambo ya khairi, kutafuta pepo, mambo ambayo kwamba anayataka Allah kabla mauti yetu hayajatufikia. Na wallahi, endapo tutafuatilia fursa hizi tano kabla hatujatokezewa na haya mambo matano, basi sisi sote tutakuwa na watu wa peponi inshallah. Tumuombeni Allah atujalie sote tuwe miongoni mwa watu wake wa peponi. Assalamu alaikum.